Mungu ukaweza kuona mbele. Amen. Inawezekana ukaolewa mwaka huu. Inawezekana mchumba wako akaweza kukuja mwaka huu. Inawezekana ukaweke biashara yako. Inawezekana hiyo CV wenye uko nayo glory to God ukaitiwe kazi. Inawezekana mtoto wako akaajiriwe. Inawezekana mume wako akapata promotion na nakuja kukuambia inawezekana wewe ndio Masihi wa Bwana. Amen. Sema amen. Wewe ndio Masihi wa Bwana. Wewe nakuja kunenea leo. Haleluya watu wa Mungu. Wewe ndio Masihi wa Bwana. Wewe mwitile ni mafuta wake. Hapa bukani mafuta ya Bwana iko juu yako. Haleluya. Na umepewa nguvu na mamlaka. Haleluya. Ya kukemea kila hali yenye unayopitia. Sema amen. Kama unaweza inua imani yako siku ya leo. Unaweza toka hapa ukiwa wewe sio mtu wa kawaida. Sema amen. Bali watu wa Mungu, Mungu akaangalia na akaona ya kwamba huyu mtumishi wake ametezeka. Huyu mtumishi wake anaishwa koleshi na ni Masihi wake. Glory to God. Ametezeka sana. Mungu akamwambia ya kwamba nitakushika na mkono wangu. Mkono wa kiume wa Bwana. Sema amen. Mkono wa kiume wa Bwana atakapokuwa juu yako. Glory to God. Utaweza kupata breakthrough. Mkono wa Bwana atakapokuwa juu yako. Hakuna mikono ya waganga. Hakuna mikono ya washawi. Hakuna mikono ya magonjwa. Mikono ya kansa. Mikono ya diabetes. Mikono ya HIV. Mikono ya TB. Mikono ya asthma. Mikono ya asthma. Haitakuweza. Glory to God. Hayo watu wa Mungu. Akaambia Masihi wake ya kwamba nitakushika na mkono wako wa kiume. Glory to God. Ili nikaweza kutisha mataifa mbele yako, nami nitalegeza viuno vya ufalme. Sema amen. Glory to God. Mataifa ni jeshi kubwa. Mataifa, glory to God, ni magonjwa makali yenye unasikia inakutetemesha. Mataifa ni hali yenye imekukumba. Mungu anasema hivi, ataenda mbele zako. Haleluya. Akiweza kung'ang'ana na wale wafalme wenye nguvu, wenye wanakutisha, wanawaona unatetemeka. Makili ya maandiko inatuambia mkono wa Bwana uko juu yako. Glory to God. Ninaona ule mkono juu ya mtu. Glory to God. Anakuja kukupigania kwenye mataifa. Anang'ang'ana na wewe usipate kazi. Kazi ni mataifa. Glory to God. Hiyo diabetes ni mataifa. Haleluya. Wamekunywa dawa imeshindikana. Sababu ni taifa kubwa. Haleluya. Basi Mungu wetu anasema hivi, ya kwamba kushika na mkono wake wa kiume. Hakuna kitu kizuri kama kushikwa na mkono wa Bwana. Sema amen. Yule mkono wakati nilikuwa na njaa na ninapitia hali ngumu, waliponiinua hivi, Glory to God, kuna mahali niliweza kupita. Ukiwa peke yako utaweza, lakini ukiwa umeshikiliwa na mkono wa Bwana, haleluya, hakuna mikono itakuweza. Mikono ya landlord haitakuweza. Mikono ya landlord haitakuweza. Mikono ya madeni
nasikia kama sio Mungu waingilie kati. Nitaiba glory to God. Nitaniweza. Hallelujah. Nitaiba, nitanipomoa. Ni kama vile Waisraeli walikuwa wameambiwa na Mungu wakati wao wa kushoka umefika. Sema eneo. Basi Farao hakuwa naamini ya kwamba wameashiriwa. Wakaanza kufuata nyuma. Walikuwa inasema hivi. Wakafika katika bahari. Nyuma maadui imewafuata. Sema haleluya. Wakafika katika bahari. Haya ni watu wa Mungu. Hawakuwa wanajua ya kwamba mkono wa Bwana. Haleluya. Ukashuhudia yao. Oh my God. Hawakuwa wanajua mkono wa Jehova. Wenye halali, wenye ashizi, wenye adhiakili, wenye shia mwanadamu walikuwa pamoja na wao. Ukawata kuwatengenezea shida. Wakaona hii ni bahari na tunataka kuisha. Haleluya. Mwisho wake wapia. Simameni imara. Stand still. And you can see the salvation of the Lord. Haleluya. Wakaambiwa ya kwamba simameni imara. Mkaweza kuona wokovu wa Bwana. Sema imara. Mwisho wake ulizwa na Bwana. Wananililia kwa nini? Haleluya. Nini yake uko nayo? Akaambiwa hiyo mkili. Akaweza kuushukua na kutakuwa na njia. Sema amen. Glory to God. Hallelujah. Ili inanene kuonile kiula. Tadamile kuona yeshoka duda. Bawala geria ihiga. Mae. Ewade kanyore to. Ili inanene kuonile kiula. Tadamile kuona yeshoka duda. Bawala geria ihiga. Itamama ya toa kumaka. Woo! Wade. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah, watu wa Mungu. Hiyo ilikuwa ni hatari. Mwisho akaulizwa ya kwamba nini yenye uko nayo? Akasema ya kwamba ni mti. Akaambia weka hiyo mti. Oh, glory to God. Kati yao kwa maji. Hallelujah. Na mkono wa Bwana walikuwa juu ya ule mti. Amen. Maji ikaanza kusimama. Baada hii na baada ile ingine. Glory to God. Hapa Mungu na taifa na maji ilikuwa liko mbele yao. Na kwa sababu Jehova alikuwa amewatangulia. Sema amen. Glory to God. Mwisho akawekelea mti. Na kwa nguvu za Bwana kukawa na njia. Sema amen. Wakapitia katika nchi kavu. Sema amen. Mungu wako na nguvu za kukausha. Roho Mtakatifu wako na nguvu ya kukausha. Yesu mwenyewe wako na nguvu ya kukausha. Hiyo hali ya uko nayo. Hiyo ukosefu wa pesa. Hiyo madeni ya uko nayo. Hiyo nyumba hujalipa. Sema amen. Mungu wako na nguvu. Haleluya. Ya kukutumania. Haleluya. Wewe unataka kutoka hiyo hali. Uingie kwa utukufu mwingine. Mungu wako na nguvu ya kutengeneza njia. Sema amen. Haleluya. Jamani watu wa Mungu. Kukawa na njia na wakapitia katika hali. Wakapitia katika nchi kavu. Sema amen. Kuna watu mabaya ni wanapitia katika uchu na Bwana. Sema ni mimi. Haleluya. Sema ni mimi. Sema kwa nguvu ni mimi. Sema kama nami ni mimi. Glory to God. Na itendeke hivyo katika jina la Yesu. Sema haleluya. Mambo yote ikawa shwari na kukatulia. Na wana wa Israeli na wakapita. Hapo Mungu alikuwa pamoja na wao. Hadi watu wa Mungu na maadui wakaanza kuangamizwa. Sema haleluya. Naona kuna maadui wa mtu. Sema nakuja kutino na wao. Hata maadui wa hii kanisa wajitakiwe hadi ya tarehe. Wakakana washawi. Wale wanakuja usiku. Wanashubuka usiku. Na wao watangazia leo. Kama utakuta
Mungu, maandiko yanasema hivi hapo kabla niende hapo niende chapter 2 hapo tu 1, maandiko yanasema nami nitalegeza viuno vya mfalme ili kufungua milango mbele yako, hata milango haitafungwa. Sema amen. Mungu sasa atalegeza. Amen. Pesa zako zilikuwa zimefungwa, sasa zitaanza kuwashiliwa na hazitafungwa tena. Sema amen. Pesa zilikuwa zimefungwa na nimezitangazia katika spiritual yako, ambapo kila kiumbe kina masikio, na natangaza pesa zangu, pesa zako nazitangazia. Haleluya. Sitakukubali. Natangaza vifo ya Bwana ikaweza kuloketi in the mighty name of Jesus. Na haitafungwa tena, haitafungwa tena. Na ashiria afya yako, hautakunywa madawa tena katika jina la Yesu. Jehova amesema hivi, atalegeza viuno, atalegeza viuno vya wafalme. Wewe umefungwa na magonjwa, pesa zako ninatangaza haitatumika tena kwa hospitali wala kwa madawa. Ndio unakunywa ya bei sana, hautaikunywa tena. Nimefunga huo mlango wa madawa, nimefunga mlango wa magonjwa, nimefunga mlango wa madeni. Kama uko na madeni simama juu. Wewe uko na madeni na usiogope, sababu wote Kenya yetu iko na madeni. Simama mbele za Bwana, simama. Dakika moja tunakupatia dakika moja. Inua mkono wako juu. Sema nimekatana na madeni. Nimefunga mlango wa madeni. Na sitakuja kudaiwa. Yeye Mungu atakulipia kulipie, na yeye utalipa ulipe. Yeye Mungu atakwambia umelipiwa. Hapo naona kuna watu kama wananiambia wamelipiwa madeni, na nimewatoa katika hali ya madeni. Yeye mtalipa mlipe, na yeye Mungu atawalipia mlipe. Hiyo nimefungua milango na nimewafungia milango ya madeni. Hamtafunguliwa tena na madeni. Tokeni sasa na mishishi yake inamaita na mashizaza. Nimewafanya matajiri, sio nyinyi mtakopa, bali mtaweza kukopeana watu. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo, semeni amen. Nampiga makofi yenu. Haleluya. Chapter 2 inasema hivi, nasikia kuna watu wenye nanania katika nyumba hii. Sema amen. Nasikia kuna watu wenye ninatoa katika misisi. Amen. Haleluya. Hii ni message ya mtu. Nitakwenda mbele yako na kupazawazisha mahali palipo luza na kufunja vipande milango ya sheba na kukatakata mipango ya shuma. Sema amen. Mungu ataenda mbele yako. Haleluya. Hapo nilikuwa nimehubiri. Mungu ataenda mbele yako na atakusaidia na atakushika mkono. Sema amen. Na kila mlima umeinuka. Haleluya. Watu wa Mungu wanawekwa kizuizi. Haleluya. Usiingie kwa destination yako. Jehova anasema hivi, atazikatakata. Sema amen. Atazikatakata. Chiwe pande kwa upande. Sema amen. Na hata kama Mungu atatumia grill. Sema amen. Taki kujua shetani alitumia nini ili kaweza kufungwa katika hiyo kivu yenye uko. Sema amen. Baki nakuja kutangaza wewe Bwana ukashuka na moto ukakatakate hiyo milango ya shuma, hiyo milango ya shema. Glory to God. Na ukaweza kutoka ukiwa huru na ukaweza kumsifu Bwana. Sema amen. Glory to God. Mungu amesema tenda mbele yako. Hakuna kitu kizuri kama Mungu wako mbele yako. Wakati wowote utajua ya kwamba Mungu wako mbele yako, hata unaweza jilinga. Sema amen. Kama hakuna shida, you are protected. Sema amen. Labda kitu ya pili, amani iko ndani yako. Amen. Na tena unapewa pumziko. Sema amen. Mungu anakuambia kwamba sasa pumzika, nitakushughulikia. Sema amen. Ipo aliwaambia mtumishi wake Koreshi. Sema amen. Na ni masihi wake. Hivyo nimekuja leo kuwaambia na kuwatangaza
ukikosa kujua utaishi kwa shida. Sema amen. Na hiyo ndio sasa Mungu anatuambia leo, atalegeza viungo za wafalme. Sema amen. Hiyo viungo za wafalme, madhabahu ya kwenu, amen, hicho ni kifungo. Na ukikosa kutia na madhabahu ya kwenu, kuna level yenye hautaingia. Utakuwa unaonekana huko na huko. Wapo jambo unajua hauko, but watu wanakuona kama huko, but hauko. Hauko kwa nini? Yaani vile unaonekana kwa vile uko sawa, but kimfuko hauko sawa, but kimatendo hauko sawa. Sema amen. So lazima ushughulikie madhabahu ya kwenu. Na ndipo sasa Mungu anakuambia hivi, ataenda mbele yako, akawaja kufunja viuno za wafalme. Amen. Glory to God. Na viuno za mataifa. Sema amen. Ukishikia mahali mataifa inatajwa, hayo ni maroho. Amen. Na sio roho moja, hayo ni maroho mengi. Na ni roho inakuja ya kukuua. Sema amen. Ingine ni ya kukuzuilia usifike to your destiny. Ingine ni ya kuleta delay katika maisha yako, ukume kwa wakati kama hujaachieve your dream. Sema amen. Basi hiyo tumekataa kwa Mungu ametuma neno. Malika anasema kwamba ile book of Psalms 107 mstari wake ni 107 102. Sema amen. 105 sorry. Ya kwamba alituma neno likaweze kutuponya. Sema amen. So neno la Mungu limetuma kwetu tukaweze kuponywa na wengine wakaweze kukombolewa. Sema amen. So ukishika hili neno na uende nalo kwako ulifanyishe kazi, hakika washa nikwambie Jehova atakuwa mbele yako leo na hata milele. Sema amen. Na kuna milango ya shema na milango ya shuma yenye itabomoka. Sema amen. Glory to God. Na utauona mkono wa Bwana. Hebu pasa simama unisomee ile buko Zakaria 4. Zakaria. Amen. Zakaria Juyamani. Yeah, 4. Mstari wake ni wa 6. Meiona? So Zakaria 4 mstari wa 6. Yes. Akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Nani wewe mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli, utakuwa nchi tambarare. Naye atalileta lile jiwe la kuwekwa juu kabisa pamoja na vigelegele vya neema ilikalie. Tena neno la Bwana likamjia kusema, nani wewe mlima mkubwa? Mbele ya Zerubabeli utakuwa nchi tambarare. Naye atalileta lile jiwe la kuwekwa juu kabisa pamoja na vigelegele vya neema ilikalie. Amen. Glory to God. It is not by power, it is not by might. Say amen. Sio kwa nguvu na sio kwa uwezo. Kwa Mungu akawaza kutokezea Zerubabeli. Akamwambia kwamba nani huyu mlima wenye mesimama kwa Zerubabeli? Sema amen. Nani huyu mlima wenye mesimama kwa Pasakaro? Nani huyu mlima wenye mesimama kwa Mama Viki? Nani huyu mlima wenye mesimama kwa Masi? Sema amen. Sio kwa nguvu na sio kwa uwezo. Glory to God. Bali ni kwa roho yangu. Amen. Ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ni kwa uwezo na nguvu za Roho Mtakatifu. Ni kwa uwezo wa wale wanaomtafuta Bwana. Ni kwa uwezo wa wale Glory to God wanaofanya kazi ya Jehova na roho zao. Ni kwa uwezo Glory to God wanaoambatana na Roho Mtakatifu. Glory to God. Maandiko yanasema ya kwamba wakasema wao mlima wameinuka mbele
Kana mtu mwenye na mlima wa kukosa kazi. Amen. Unainuka ukienda kupeleka CV. Unaambiwa kwa wakati umepita. Kale tukora. Henda ugoje. Henda kujia nini? Na mapini zinakungojea. Watoto wanakungoja. Sema ndio hii. Maji ndio hii. Nyumba inafaa kulipwa. Utafanya na muda gani? Kana mlima unakusuiria. Usipatane na mchumba wako. Sema amen. Baadhi anakuja kutangaza. I promise to you. Kila mlima umeinuka. Kinyume na wewe. Kama na ushusha leo. Unakuwa shida mpalale. Oh, watoto wetu. Nataka niwaambie hivi. Mlima wenye unawasuiria. Msipate maksi mzuri. Kama na uotoa. Na unakuwa shida mpalale. Unaangushwa leo. Sio kesho. Nini unaanguka. Ukiwaja kuona pale. Sema amen. Maandiko yanasema kwamba utashushwa ukaweza kukaa nchi temporary. Sijui ni mlima gani. Sema amen. Mlima wa madeni wanakusuiria. Amen. Mlima wa shida, mlima wote umeinuka. Haleluya. Mlima wote wa kunenwa na watu. Mlima wote wa kukunywa madawa. Mlima wote watu wa Mungu. Na nakuja kuondoa leo. Toba amesema hii. Anakuja kung'oa hiyo minango ya shema. Anakuja kuiangusha. Sema amen. Kana mambo ya inakusuiria. Usije ukamtumikia Bwana. Leo inaangushwa. Udhaifu ni mlima. Sema amen. Kukosa imani ni mlima. Unainuliwa na shetani. Leo hii unakuja kuangushwa na Jehova. Na utabaki ukiwa nchi temporary. Sema amen. Utabaki ukiwa nchi temporary na utapata amani. Wewe hauna amani utapata amani. Wewe unasikia kama wewe ni mgonjwa utatoka hapo ukiwa wewe sio mgonjwa. Sababu kila milima, amen. Kila milima inaotolewa leo. Kila milima tunachukua. Hiyo Mungu anaiotoa na utaweza kupanda. Sababu ukikuwa na mlima mbele yako, hautaweza kupanda. Hautaweza kufanikiwa. Utachelewa na wakati wako wa kufika kwa hatima yako. Matina kuna nikwambie, Zerubabeli aliambiwa, it is not by power, it is not by might. Oh, haleluya. Bali ni kwa Roho wa Bwana mwenye ataweza kukuwezesha. Oh, tukora. Sababu kuna mlima anakuja kuondolewa kwa maisha ya mtu. Wewe hauna amani. Oh, tukora. Jambo anakuja kukupa amani. Wewe dua yako iko na vita na inayumba. Wewe ni mlima. Oh, tukora. Jambo anakuja kuondoa ile kitu yenye inasababisha hiyo dua ikose amani na maelewano. Oh, tukora. Jambo anakuja kuishughulikia ili taweze kuwa salama. Amen. Haleluya. Kwa sababu ya utukufu wa Bwana. Sema amen. Maandiko yanasema hivi, turudi sasa kwa maandiko yetu. Nami nitakupa hasina gizani na mali zilizovishwa za mahali pasiri. Upata kujua ya kuwa mimi ni Bwana akuitaye kwa jina lako. Naam, Mungu wa Israeli. Sema amen. Mungu atakapoangusha kila wafalme wenye wanateta na wewe. Sema amen. Wenye wanashibuana na wewe. Ukitaka kuinuka kama vile Daudi aliyemwagiwa mafuta. Ashiri Wafilisti wakisikia ya kwamba amemwagiwa mafuta, wakakuja kumtafuta ili wakawaje kumuua. Sema amen. Lakini hawakujua Roho wa Mungu ulikuwa juu yake. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Daudi. Na lazima angetimiza kusudio la Bwana. Amen. Sema amen. Kuna watu wengi mkishinda na milima hamutaweza kuwashifu your dream. Hamutaweza tena kutimiza purpose wala lengo la Mungu katika maisha yenu. Lengo la Yusufu kuzaliwa ni Yakobo akaweza kuokoa familia yao. Glory to God. Despite na mambo yenye aliyopitia, alitimiza lengo la Bwana. Sema amen.
mapenzi ya Mungu mahali hapa. Sio mapenzi ya bishop, hapana. Ni mapenzi ya Mungu. Hapa hiyo ndio lengo. Kulikuwa na makanisa mengi ungeenda, pengine hata kulikuwa na bali ulikuwa unashiriki, basi Mungu akakutoa pale ukuje hapa utimize lengo lake. Kutoka hapo Mungu aende pamoja na wewe, Mungu atanishe na wewe. Kama kuna vikwazo na vizuizi sasa ulikuwa umewekewa, toba anaenda mbele yako, anaenda kikuondolea. Sema leo nitapata watu kana, nitapata watu wapi kwa hili kanisa wenye wako na ule moyo wa kukuja kutimiza lengo la Bwana, naye Mungu awe shawe mbele yao, akiwaangushia kila milima, kila ghadhabu. Lengo la wana wa Israeli kutolewa katika Misri, hiyo kana kwamba hawangekuwa watumwa mahala pale, bali kulikuwa na lengo la Bwana kwa watu wa Misri, ili waende katika jangwa wakamtumikie. Sema amen. Ndio papasi ya Mungu. Papasi ya Mungu kukuja hapa wewe ni kueleza injili ya Bwana, ni kusikia kwamba nani atatoa maikibiri au na mkono juu. Wakati mwingine atatumiaga imani. Imani inafanya kazi. Mimi nilianza kwa imani. Imagine mtu anafua nguo 300 na hiyo nguo imegojewa na mke wa mchungaji pale hivi. Akajiulete wangu kwa mmoja kama ile matatu malehe moja. Anataka nada nani? Nikatimiza lengo la Bwana. Na kupanda huko nilipanda Saidi ninakula. Sini wa Saidi mahali tulipeleka hoteli. Onayoita kile dona hoteli tuashi kumendasi. Sema amen. Kwa sababu ya Mungu ameenda mbele yangu akiniondolea. Sema amen. Akiondoa vikwazo, akiondoa vizuizi. Kuna mambo washeni niwaambie. Kuna mambo yenye hamtapitia. Sema amen. Ukisoma ile book of Hebrews 11, Mungu anasema kwamba Enoch aliweza kupandishwa na mwili, hakupata kifo, hakutesti kifo. Kuna mambo yenye hautatesti, watu wa Mungu. Kuna shida sana hautapitia. Amen. Mungu atakuwa anaenda mbele yako. Oh, Raba Shanta Libozaya lina. My God, ninajua watu wako na ufunuo huu. Amen. Haleluya. Kuna matendo wenye watoto wako hawatapitia. Amen. Watu hawatafua nguo, hata nimefua. Na hata kina fikina sana. Na wale wengine hawatafua nguo. Kama nimefua. Wanakimbia wakikaa. Nimefua nikafua makuasa wake wao na bwana mase ya mke wake. Hawatafua nguo, hawatauza shumba, hawatasukuka kwa mafilabu. Oh, wakinunua machupa. Na tuko na deve. Hallelujah. Mpaka maisha yule mkubwa akaona hiyo ni kazi nzuri, akaniambia nimfungulie mahali awe anashona viatu na masufuria. Mimi siku moja nitandika kitambo na patipati. Amen. Baba Mungu gunia yangu lazima akiona hizo vitu. Wakati nilikuwa nakaa Korogosho. So kwa gunia yangu lazima akiona hiyo. So akisukuka siku na watu wanaosaka viatu, wanashona maviatu na wako na wameweka masufuria zile zimelaruka. Chuma na bia madafuria baya matoka ku masilipas mafuri. Glory to God. Lakini Mungu alienda mbele yangu. Haleluya. Glory to God. Akaanza kupazamisha. Amen. Na kupasua. Ila milango ya chuma nikaondokea. Sasa nimepata ndege mara 5 na ninangojea kupanda. Sema amen. Glory to God.
amen, mahali pa siri. Sema amen. Kana kari yako imevishwa mahali pa siri, kana pesa zako zipo mahali pa siri. Ole tukora, kana mume wako, kuna mke wako amevishwa mahali pa siri, kana shapu yako, kuna kazi yako imewekwa mahali pa siri, amen. Umetambika kwa muda mrefu na nakuja nikunenea, wa unahitaji Bwana siku ya leo, haleluya. Kuna vitu zako zinakuja, amen. Bwana simama na imani, mtegemee huyu Bwana. Mahali unaona hakuna tumaini, hapo ndipo Jehova anakuja kuleta tumaini, amen. Kwa sababu kuna tumaini la mtu uliyekatwa, amen. Wakawashana na wenye waliyekata, glory to God, washana na wao, haleluya. Baba siku zao ni chache, bali kana sema kwamba watenda maovu siku zao ni chache na watawaka kama moto. Sema amen. Tukishone tale na mwaka na tamoki. Sema amen. So washana na wao, wenye walikata maono yako, wenye walikata ndoa yako, hawajui kuna Mungu mwingine. There is God of another chance, God of a second chance. Glory to God. Anaweza kukuinua mara nyingine, waka washangae, walizana ni yeye, wala sio yeye. Yeye amekuja na gari, wala sio yeye. Yeye amejenga nyumba ya ghorofa, wala sio yeye. Yeye kuna kirejesho ya mtoto, wala sio yeye. Namwambia ni mimi. Na unajirika kidogo, ukisema ni wewe. Hadi mambo kile ta haodo kwa lilo mwage na ndio kwalia. Amen. Wakati mwingine hata ukienda na gari ifanya hivi, tunamsha kio the pastor yako hiki na leone nilo ndio kana siene wewe na yako ndobe hiki ile tunamsha kio kidogo, amen. Hata kuna maandiko inasema ile book of Matthew 8 ya kwamba yule mmoja alikuwa na kupooza, amen. Alipoponwa Yesu alimwambia ende ukajionyeshe kwa watu na kuhani. So ni mama kujionyesha wakati mwingine, hata ukinunua nguo mpya kuja nayo kanisani, wasa kukoja hata ikaekae akiuvue hata ionekane ni mzee, kuja nayo, amen. Yaani akira hiyo toka na slippers kila kona ile na hiyo watu ni bora pia ndio kama umele sheria na maana. Sema amen. Mnanishangaza nyinyi, iko wapi injili yako bali yangu? Mnanishangaza ati wewe na pesa tunakengenya lebo sio kiamenye wewe na sio ogeko ona kono kirigire kana matano ogatira kona ne watige mere. Sema amen. Mashimata kene mehia yo kimuradime ena kikuhoya igana ohaperia wetio guo ogwo ati toliona uko nekere igana mwere tukimajirikania ko nekere igana. Sema amen. Kama Mungu mpatia bila akisema amen, namba ya Mungu ni 7, utapokea ngapi? Namba ya Mungu ni 7, multiply by 7 ni ngapi? Unajua ni kwa sababu watu wa 700 no. Umempatia bila. Oh, namba ya Mungu ni 7. Hivyo. So ni 700. Kila siku pata 700. Yaani pesa ngapi? Dada yako barikiwa sana. Hiyo ni pesa ngapi? Kila siku baba msi unaenda kazi kila siku. Kila siku barikiwa na Mungu. Hiyo ni pesa ngapi pa wiki? Amen. Hiyo ni ngapi? 49. Ndivyo? Hebu tano sasa ukwambia, alafu tena ukuje ubariki mtu na gini. Ukibarikiwa sasa ukibariki mtu na gini, tamsema ndio naona watu wenye gifts hawaishi, amen. Baba Mungu anataka tu wakiongezewa gifts. Hata ukipatiana katika nyumba ya Bwana, I am telling the truth through my experience, hautaisha, amen. Kwa sababu ndio kiasi kai hivi wewe bila tulipilia hunia huwezi hata wewe ukalipia mtu pile ya hospitali, alafu mtoto wako ama wao ndio hospitali, Mungu akubali hiyo ukoje kulipua bila ya hospitali. Sema amen. Kwa sababu ya Mungu. Hizo ndizo hazina zenye Mungu amevisha, zenye ziko katika gizani. Sema amen. Na wakati wenye Mungu atakutenda hivyo, watamjua ya kwamba ni Mungu.
wajukuu wa wajukuu wako. Na ukae mpaka waambia Mungu, sasa nimeshoka kuishi hapa duniani, nichukue. Amen. Na utakufa kwa sababu ya ugonjwa wa sukari wala sukari wala TB wala hotofa. Utakufa ukiweza kumtumikia Bwana. Sema amen. Hapo milango ya shuma, haleluya, inaondolewa. Naye Mungu atakupa hasira. Amen. Kuna hata chakula simewekwa kwa sababu yako. Kuna maombi mengi. Amen. Mambo matamu imewekwa kwa sababu yako. Na ukienda kwa hoteli, amen, washa kuangalia mengi sana. Alafu hata waita unamrudisha mara karibu 10 ya kuruti hii na hata ujui na kabaki hii ya kulisa hii. Alafu tena unamrudisha atakuja unajiangalia unakuisa mimi nikula 400 mimi hata utameanza kuhesabu iko na ukapili. Amen. Umeanza kukula kwa shina na 200. Sema amen. Ya unga kula wewe kwanza. Haleluya. Ingia katika ilivyotuwashaje. Wakati wenye sasa nitakuja kuwahubiria, nitakuja kuwaeleza standard. Amen. How to raise the standard. Amen. Katika ukikosa kuleza standard ukiwa kijana, mwenye atakuja katika maisha yako yoyote. Amen. Na hata wenye mnataka kuweka kazi, msitafuta tu duka kama vile mama yake alikuwa anasema hiyo tu ni ya 500. Anaona hiyo 500. Amen. Glory to God. Hiyo ni kitu kidogo kwake. So anaona hiyo standard anataka kuinuka standard nyingine. Sema amen. Basi nimekupatia tu miezi michache tu fanyie kazi hapo. Mungu akupeleka mahali pengine. Kwa jina la Yesu. Sema amen. Na mama Mungu anisaidia nikutabirie. Siku moja Mungu anipe progress yako. Watu utakuwa una supply chips. Mungu weshi mzima. Watakuwa na vitu na vyombo za ajabu. Na utajiri watu wengi. Katika hiyo hoteli yako. In the mighty name of Jesus. Sema amen. Nitawahubiria mambo mengi ya kwamba yani dream it is not a dream tu peke yake. Amen. Even the standard ya kuona maono na ndoto. Amen. Sinalikana ili ukaweza kuingia katika level ya utukufu. Sema amen. Kwa sababu ya Mungu. Haleluya. So Mungu akaweza kuwatenda mema, inua mkono wako juu. Mungu akaweza kuwatenda mema. Mungu akaweza kuwabariki. Na kubomoa kila mishindi na mishimo ya kwenu katika jina la Yesu. I declare today, there is no weapon against you, but profera, ever weapon against you. I stop it now in the mighty name of Jesus. By the fire of the God, in the mighty name of Jesus. Oh God Almighty, have mercy to your people. Let them dance leo. Watu wake wakombolewe, watu wake wainuliwe, watu wake wakaponywe. I promise you today, hakuna ugonjwa tena. No more delay, no more limitation, no more tears, no more sorrow. I declare financial breakthrough, milango ikawafungukie. Na natangaza leo, milango ya uponyaji, milango ya fedha, maisha mazuri kwa maisha yenu. Na natangaza pesa zikawakubali. May the power of God be upon you. Kibali cha Bwana kikawatafute. No more sorrow, no more tears. Hamutazunguka tena. Baba akawasaidie, Mungu akawainue. Na natangaza kufanya hapa, wakawatafute. Design supporter, wakisapoti maono yenu, wakisapoti elimu zenu. Washa milango ya pigo, washa milango ya kuachiliwa.